Mfumo huu wa upandishaji kwa njia ya mrija umejaribu kumrahisishia mfugaji, kwanza kumpunguzia madhara ya magonjwa, na kingine pia ni kumrahisishia kubadilisha shamba lake kwa gharama nafuu. Na kuanzia mwezi wa 10 mwaka huu 2026 tutakuwa na mbegu ambazo ni za ofa. Tutakuwa na mbegu za ofa ambazo zitauzwa katika bei ya chini ili kila mfugaji aweze kumudu. Kwa hiyo gharama za kumpandisha jike mmoja zitatoka 200,000 na kufika 15,000 mpaka 30,000. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada kuhakikisha kwamba mfugaji anaachana na ufugaji na matumizi ya madume. Anaacha na upandishaji wa kutumia madume, anaingia kwenye teknolojia mpya. Kabla hujaenda mbali kwenye hiyo ofa hiyo, kutoka 200,000 mpaka 15,000 mpaka 30,000. Unadhani kwamba wakulima au wafugaji watakaposikia hiyo habari zinatosheleza mahitaji kweli? Kwa sababu sasa watakuja wakulima wengi sana kutaka kufanya mara mtaalamu wetu unaweza kusema tusubiri tena mpaka zitoke Ufaransa kuja tufikia hapa, yule aliyekuwa na jero tayari kashapita. Labda utoshelevu unakuja. Utoshelevu utakuwa ni wa kutosha kwa sababu tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawahudumia wafugaji na kila mfugaji anakuwa na mbegu bora. Na tumejipanga, tuna timu nzuri ya wataalamu ambao watapita kwa wafugaji kutoa semina, kila mfugaji aweze kupandisha mwenyewe. Lakini kwa wale ambao watakuwa wanashindwa kupandisha, basi watatumia wataalamu wetu. Hii ni kwa lengo kwamba wafugaji wenyewe wabadilishe mashamba yao. Kama unafuga nguruwe wa kienyeji, unaweza kumpandisha huyu nguruwe kwa kutumia hii teknolojia yetu kwa mbegu ya kisasa ambayo ni pure, alafu ukapata watoto ambao watakuwa na unafuu wa kufanya vizuri kuliko hao nguruwe wa kienyeji. Na tumekuwa tukifanya hivyo kwa sababu tumeanza 2016. Tumeshapandisha nguruwe wengi na wafugaji wengi wamekuwa na nguruwe kienyeji, lakini wabadilisha, wametoka kwenye ufugaji wa kienyeji wameingia kwenye ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo teknolojia tunatamani eneo Tanzania nzima. Sasa Dokta, kabla hujaendelea zaidi tujikite kwanza hapo. Tukizungumza kwa mfano wa mahindi, tunapata ile mbegu ya kwanza ile, lakini unatuambia usirudie kuipanda tena kwa sababu kadri inaenda itapoteza kabisa ule ubora wake na uzalishaji wake unaweza kupotea kabisa. Vipi kuhusu hiyo teknolojia tukiendelea nayo kwenye ufugaji wa nguruwe? Teknolojia hii kwanza inalenga kumrahisishia mfugaji kupata mbegu bora ambayo ataenda kuuza sokoni kwa maana ya kupata nyama. Lakini inategemea na aina ya nguruwe alionao. Kama ni mfugaji anayefanya kitu kinaitwa breeding line au breeding program, kuzalisha wale watoto kwa ajili ya mbegu, huyu atapata mbegu ambayo ni kwa ajili ya kuzalisha watoto. Lakini ambaye anafuga mtoto ambaye ni mzalishaji kwa maana F1 au parent stock, ambaye pia na sisi tunamzalisha na tumeanza kumuuza kidogo kidogo, na tutakuwa tunauza katika mwisho wa mwaka huu, ambaye jike anaitwa Selenis. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa na jike kama Selenis au mwingine anayefanana na Selenis kwa maana F1, huyo watoto wake wanatakiwa waingie sokoni kama nyama. Kwa hiyo kitakacho kusaidia wewe mfugaji kupitia huu mradi au kupitia hii teknolojia ni kwamba unakuwa na uhakika wa kupata mbegu iliyo bora ambayo ukimpandisha na jike wako, matokeo ya watoto yanakuwa ni mazuri zaidi. Ni mazuri zaidi kwenye upande gani? Ni mazuri kwenye utengenezaji wa nyama, kwa maana wao watoto wanakuwa na uwezo wa kula chakula kidogo kutengeneza nyama nyingi. Lakini watoto wanakuwa na sifa pia ya uvumilivu wa mazingira, kutoathirika na stress. Na kingine pia wana nyama nzuri. Ndugu yangu nikwambie kwamba mahitaji ya nyama hapa Tanzania ni makubwa.
lakini hatuna uwezo wa kuzalisha hawa nguruwe ambao wanaweza kutosheleza Tanzania. Kwa hiyo pamoja na faida ya huu ya hii teknolojia ni kuongeza wanyama au idadi ya wanyama au uzalishaji wa nyama kuongezeka, kwa sababu watakuwa wanapatikana wanyama ambao wana uwezo mzuri wa kutengeneza nyama nzuri kwa haraka. Kwa hiyo ni biashara nzuri pia kwa mfugaji atakayeamua kuingia katika mfumo wa uzalishaji kwa njia ya kunenepa.